Akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Aliwakataza na akwambia si nini? Si kazi yao. Si ndio? Yeah. Tulifundishwa hapa na mwalimu ya kwamba kuna mambo mengine ambayo Mungu mwenyewe anafanya nini? Ni siri. Si ndio? Yeah. Kwa hivyo yale ambayo ametufunulia sisi ndio yetu. Lakini yale ambayo hatujafunuliwa hiyo sio yetu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ukisoma katika kitabu cha Deuteronomy 29:29 pale anazungumzia kuhusu siri za Mungu ambaye yeye mwenyewe amefanya nini? Amejibakishia. Na hata kitabu cha Proverbs 2. Kwa hivyo kunakuwa na sababu kwa nini Mungu anakuwa ametuficha mambo mengine. Nani anaweza kutuambia kwa sababu gani Mungu anakuwa ametuficha mambo mengine? Kwa maana maneno hayo ni magumu. Wakati mmoja huwa nakaa kwangu na waza nasema sasa kwa nini Mungu aliamua kutuficha? Basi ndio tunatuambia tu kila kitu na tukae tukijua. Kama nyinyi hamjai anza vile mimi nawaza. Eti mengine yamejibakishia. Na akatupea mengine. Mbona hakutufunulia yote? Tukae tukijua. Yes. Nafikiri Mungu alitupatia kidogo ili tuzidi kutafuta zaidi kumjua. Ndio? Ya. Philip, kuna cha kuongeza? Kuna maneno ya kuongeza? Yohana 1:3-2. Some hapo. Yohana 1:3-2. Inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mwalimu, naomba uweze kutufunulia maneno haya. Wapenzi, sasa tu wana Labda nianze na sehemu ile. Tumeambiwa katika kitabu kile cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 29:29 kwamba mambo ya siri ni ya Mungu, lakini yale ambayo yamefunuliwa ni yetu sisi na vizazi vyetu. Na pia anasema katika hiyo Methali 25:2 anasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Anaposema ni utukufu wake, mfano vile ulikuwa najaribu kujiuliza, watu ungefunuliwa kwamba tutakufa siku fulani, ingekuwaje? Na Mungu ametuumba sisi tuweze kumwabudu. Lakini sasa tunajua duniani kuna mabaya na kuna mazuri. Na katika hilo jambo la kufa hakuna mwenye anajua siku. Sasa ukijua utakufa siku fulani tarehe fulani, si unaona hapa katikati unaweza fanya vituko sana. Ufanye vituko ikikaribia ile siku ndio useme sasa Mungu nimekuja kwako. Na ndio hivyo inafanyika kwa watu wengi mara mingi. Akiwa mzima, ndio maana pia bado mhubiri ametueleza kwamba ataifanya kazi wakati ungali na nguvu. Sasa kuna watu katika maisha yao ya ujana wakiwa na nguvu, wakiwa mzima, mambo ya Mungu hawashughuliki. Lakini akifika mahali amefika mahali kwa kitanda sasa, magonjwa yamemlemea kabisa, yanasema mniletee waombaji wakuje. Mimi sasa nataka kupatiana maisha yangu kwa nani? Lakini alipokuwa hai hakushughulika na mambo ya Mungu. Si kuna watu kama hao?
Kwa hivyo kuna Mungu ameficha hayo mambo kwa sababu ya utukufu wake, ili pia kwa ajili ya kulinda jamii. Maana kuna watu wangeamua kuua Busia mzima, wasema kama kumbe nitakufa mwaka ujao, wacha nifanye vituko, ikifika hiyo masaa tu asimtaendea tu. Kwa Mungu ni Mungu msamaha, nitaenda tu na msamehe. Sasa kama alikuwa na kisasi na mtu, si anaanza kufanya hiyo vituko. So kuna watu kama hao. Unajua tuko tofauti katika kimawazo. Mtu anaweza fanya vituko za ajabu zikuwe tofauti sana. So ni utukufu wa Mungu kuficha mambo, na pia utukufu huo ni kumaanisha kwamba huyu ni mkubwa. Manake anajua mambo ambayo sisi hatujui, na ametuficha haya mambo kwa sababu ya utukufu wake. Sawa na vile inakuwa fahari kwa mfalme, anaona kama wanasiasa wa upinzani wakisema kitu fulani, yeye anataka achunguza wamesema nini, ndiye akitoka aseme kabla wale hawajafanya nini. Hiyo ni mambo nilijua hiyo mambo. Anapolipua yeye anasema sasa hiyo ni fahari ya kwamba nimejua kabla. Hata kwa mzazi tu, yaani unakaa kazi yako ni kuchunguza na wewe mtoto anawaza nini kabla hiyo mambo ifikie mahali unasema na nimejua kuna kitu na unafanya hivi na hivi na hivi. Yaani unajua mbele ya huyo mtoto. Hiyo ni utukufu wa nani? Wa mzazi. Same hivyo ndio Mungu pia ameweka. Ni utukufu wake kuficha mambo wanadamu, ili wewe ukae tu katika giza. Na hiyo ni lengo la wewe umtegemee, maana hujui hili jambo ni gani. Sijui nitakufa siku gani. So acha tu nimtegemee Mungu. Juu nikifanya leo makosa na leo nikufe. So hiyo ni kitu, ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Pia kurudisha watu katika laini. So katika hii sehemu anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana amesema ambao 3:2 nasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirisha tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Maana sasa hii anazungumzia kurudi kwake mara ya pili, na jinsi ambavyo watu watakavyobadilishwa na kuwa sawa na nani? Si sawa na Mungu, lakini kuwa ile miili yetu ya kutokufa. Tunarudi ile miili ambayo ingawa sasa kwa sasa tunajaribu kuchunguza ni sasa itakuwaje. Lakini itakapofunuliwa sasa hapo tutajua kumbe hii mwili ambayo ikufi, kumbe hii haiendi mbinguni. Sasa hapana, tutakajua kila kitu. Kwa sasa imefichwa. Itakapofunuliwa pale sasa ndio kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo mwalimu, hapa tunaweza kusema in short, tukisummarize tunasema ni kulinda imani. Kulinda pia imani. Msomaji tusomee Yohana 17:12. Nasema hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Mnasikia maneno hayo? Kristo mwenyewe anasema ya kwamba angelikuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini hawatuwezi kufanya nini? Kustahimili. Kumaanisha hatuwezi kuamini. Kwa hivyo yeye ametuona, hatuwezi kuamini. Kwa hivyo inakuwa ibaki kama siri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali masaa yangu ikifika, tafadhali naomba ukumbushe. Nimebaki dakika 5. Sawa, kwa hivyo tuko katika swali la nani? La 9. Yesu alisema wanafunzi wangepokea nini? Sio tulikuwa tushasoma? Nilipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:5. 1:4-5. Nasema hivi. Wakati mmoja alipokuwa pamoja nao, aliwapa amri hii. Msitoke Yerusalemu, bali ingojeeni ahadi ya Baba. Kwa hivyo ilikuwa wapokee ahadi ya Baba. Je, wangepokeaje uwezo huu?
Tunaenda kwa Matendo ya Mitume 1:5. Yohana aliwabatiza kwa maji. Yohana aliwabatiza kwa maji. Lakini baada ya siku chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wamepokea huo uwezo wa Roho Mtakatifu. Uko sawa? Yeah. 10. Unless kama kuna jambo la kuongezea hapo. Baada ya kupokea uwezo wangekuwa nini? Baada ya kupokea uwezo wangekuwa nini? Wangekuwa nini? Mashahidi. Matendo ya Mitume 1:8. Nimepata jibu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo wangekuwa nini? Mashahidi. Wangeweza kuwa mashahidi, si ndio? Hebu tusome Wakorintho wa pili 5:20 tusikie nakwambia nini? Wakorintho wa pili 5:20. Nasema kwamba inasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Basi tu wajumbe wa Yesu kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu. Kwa hivyo hata sisi tunafanyika kuwa mashahidi wa Kristo, si ndio? Wakati ambapo tumepokea ujumbe huu, tustahili kukaa ndani ya nyumba. Si ndio? Wakati tunakutana na wale wenye wako katika hatari ya kupotea, lazima tuwe tukiwajulisha maneno haya ili tuweze kuwaponya katika hiyo hali. Si ndio? Kama vile watume waliweza kufanyika mashahidi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kwa 10b. Walikuwa watoe ushahidi upi? Ushahidi wapi? Walikuwa watoe ushahidi wapi? Na inaturudisha kwanza kwa Matendo ya Mitume 1:8. Nasema kwamba watoe ilikuwa inasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa dunia. Wa nchi. Jibu tumekushapata, si ndio? Swali. Ujumbe wao ulikuwa kuhusu nini? Ujumbe wao ulikuwa kuhusu nini? Tukimalizia. Ujumbe wao ulikuwa kuhusu nini? Brother James. Ulikuwa ujumbe wa Kristo. Philip, malizia. Ninaona masaa imefika. Kwa hivyo ujumbe wao ulikuwa kuhusu ufalme wa nini? Wa Mungu, si ndio? Ya kwamba inafanya nini? Inakaribia. Si ndio? Kwa hivyo tumalizie na maandiko hili Wakorintho wa pili 18 hadi 19. Wa kwanza. Ni kweli. Hata ifike huko. 5:55. Sorry, 5. 5. Wakorintho wa pili, sorry. Wa pili 5. 5:18-19.
lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo ujumbe wa mitume ilikuwa kuhusu ufalme wa Mungu na kukuja kwake Yesu Kristo ili aweze kuokoa men and women from the punishment for their sins, ndio? And to reconcile with them. Sawa. Uje ujumbe ambayo mitume walikuwa wanaeneza. Kwa hivyo najua muda wangu umekwishaisha. Ndugu Philip, ukamilishe na maombi alafu ndio ukuje sasa. Sasa. Hata kuomba alafu ndugu Richard ndiye alikuwa aongoze ibada hapo. Naona atakuwa ni safi kama tayari kwa ajili ya ibada. Atatuongoza leo. Tatuombe. Baba wetu na Mungu wetu katika mahali pa juu, wakati mzuri wa kuja mbele zako tukisema ni asante kwa ajili ya ujumbe ambao umetufundisha leo hii Mfalme. Asante kwa maana Baba, tazama tumetembea na kulichunguza neno lako na kulisoma na kujifundisha juu yake. Asante Mtakatifu kwa ajili ya yote ambayo Bwana tumepata kuyasoma na tukapata kuyaelewa Mfalme. Tusaidie kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ili tukapate kujua na kufahamu zaidi na hata kushika na kutenda yale ambayo ujumbe wako umetuagiza kuyatenda. Asante Mtakatifu, asante Baba mlezi. Kwa ajili ya vipindi ambavyo vinakuja mbele zetu Mfalme, Bwana naomba mwaliko wa Roho Mtakatifu. Bwana karibu ukatusaidie kujua na kufahamu katika vipindi vyote, ukatuongoze katika njia zako. Asante Mtakatifu, asante Baba mlezi. Pokea sifa na utukufu kwa maana unastahili. Ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Hivyo program tutaendelea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina.